Neno wokovu ni neno la kawaida ambalo kila yoyote anaweza akasema nimeokoka. Lakini changamoto kubwa iliyopo ni kwa habari ya mabadiliko. Hapo ndipo palipo na changamoto. Kusema nimeokoka sio neno gumu, lakini ugumu uko kwenye kubadilika pale, kwenye kuacha marafiki zako wa mwanzo, kwenye kuacha kwenda kuabudiwa tena, kwenye kuacha mambo yasiyompa Mungu tukufu, kwenye kubadilika tabia. Hapo ndipo palipo na changamoto. Unaweza ukakutana na mtu kama tabia kalewa ama mataputapu. Unapomweleza kwa habari za Mungu, anakuambia mimi yake iliyopita nimesha okoka, hata sasa nimeokoka tu, japokuwa ninapitisha burudani hii. Kwani kusema kuokoka nimeokoka haihitaji gharama ya aina yoyote. Gharama ipo kwenye kukubali kubadilika. Gharama ipo kwenye kubadili mfumo, kuishi maisha mengine kabisa, kuamua kukiacha ulichokuwa nakipenda, kubadili mfumo wa historia ya maisha yako, kuamua kuacha ulichokiamini kwa habari ya maisha yako, tabia yako kubadilika, kuziacha ibada za mizimu, kuziacha ibada za miungu, kuiacha kuitumainia mitishamba, kuacha kuwatumainia wanadamu, kukubali kukaa mbali na marafiki ambao sio sahihi kwa habari ya maisha yako. Hapo ndipo mchakato wa wokovu unakuwa mgumu. Ni rahisi sana kusema nimeokoka, ukawa na uwezo wa kuacha kuvaa suruali, ukaanza kuvaa mataira na kanga ndefu, ukaanza kuvaa nguo zinazopendeza, ukabadilika kwa habari ya misuko, ukabadilika kwa habari ya kusema. Lakini changamoto kubwa ni kwenye kubadili mfumo wa hisia, mawazo yako, ni kukubali kuiacha ile tabia ya mwanzo. Kwani unapookoka, shetani wanakufuatilia katika tabia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neno nimeokoka ni sawa tu, kila mtu anasema nimeokoka, lakini ili tujue umeokoka lazima tuone mabadiliko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kila mtu ana uwezo wa kuokoka kwa kusema tu, kwani kusema nimeokoka haina gharama. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wapo watu wanapoamua kuokoka, watu wao wa karibu wanawatenga. Sasa kwenye kukubali kutengwa, hapo ndipo palipo na mchakato. Kwenye kukubali kuachwa, hapo ndipo palipo na mchakato. Kwenye kuacha kusikiliza kile ambacho kilikuwa faraja mwanzo, ndipo palipo na mchakato. Kwenye kuacha yale mazungumzo ya mwanzo, ndipo palipo na mchakato. Kwenye kusema nimeolewa kwa kuwa umeokoka, ndipo palipo na mchakato. Kwenye kukubali kuwa mwaminifu kwa habari ya vijana mabinti, ndipo palipo na mchakato. Neno kuokoka, kila mtu anaweza kuokoka, lakini changamoto kubwa ni kwenye kuishi wokovu. Hapo ndipo palipo na mchakato. Ninakuombea mchana wa leo, Mungu akupe neema ya wokovu wa kweli. Ninakuombea mchana wa leo, Mungu akupe ujasiri wa wokovu wa kweli kwa habari ya maisha yako. Ujapotoka nje, watu wameokoka, watapokutafuta kwenye vilinga, wakuta huko tena, kwa waganga wasikuone, kwenye mabao wasikuone. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakutafuta wasikuone. Watakapouliza kwa nini hatumuoni kwenye mitishamba, useme nimeokoka. Wataanza kukupima kwenye vilinga vya baa, wataanza kukutafuta kwenye kuruka masengere, wataanza kukutafuta kwenye kuabudu mizimu. Watakapojiridhisha kwamba mbona tumuoni tena, watasema majina yake hayasomi tena, watasema amebadilika.
ndipo shetani atalia na kuomboleza, hatasalenda mbele zako. Utainuka kidedea mwanamke moja, utainuka kidedea binti moja, unasema nimepokea Yesu na yamekuwa Bwana na Mwokozi kwa habari ya maisha yangu. Wapi